Siku moja ameenda kununua niseme nini, zile nguo za kubana za dada nzoji. Ile inakuwa suruali lakini haina. Inabana suruali toka chini inabana. Na hiyo ni tight suit lakini toka chini, si ndio? Ameingia dukani ameona ni nguo ya yani imetameta lakini alivutiwa nayo. Sasa huyu mama ni mtumishi wa Bwana. Alipofika nyumbani akaiweka ndani. Akasema aanze kumshukuru Mungu. Baba, nakushukuru. Umenipeleka Kariakoo. Umenirudisha salama. Wengine hapa washukuru, wao wanaona kawaida. Mungu anasema kabla mambo yote mshukuru. Baba, nakushukuru. Umenitoa sehemu fulani umeniingiza kwa salama. Anasema tu vile. Anaanza kuona kama kausingizi. Alafu ndoto na akaona maono na kama dakika 3 akasikia ghafla. Alafu anaona anaingia, anachukua nyoka, anakuja naye, yuko barabarani kwenye mwendokasi amemshika vizuri kabisa hivi, amfika nyumbani, amemweka. Toka pale hata maombi alipotea. Yaani ameona ile nguo aliona kwa macho kama nguo, lakini ameona amechukua nini? Nyoka. Anasema alipostuka akasema wewe nikafuata. Yaani maelezo mengine kama mpotea. Ukishakuwa mtu wa Mungu, Mungu anasema hivi, uwe mjanja kama nani? Kama nyoka. Maana yake akili yako hiyo inaweza kusense ghafla. Unajua kuna wakati mwingine Mungu anakuletea mtu nyumbani kwako, afu moyo wako unashtuka. Huyu Mungu kama umeshtuka tu, Mungu anasema. Sawa, unajua kutofautisha. Biblia inasema hivi, kwa njia ya Roho wengine neno la maarifa wamepewa.